Habari za jioni. Kwa majina naitwa Constantine Tanguligwa. Ni daktari wa binadamu, lakini ni mtaalamu pia wa afya ya jamii. Ni mwanafunzi pia wa shahada ya uzamivu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nikifanya utafiti kuhusiana na namna mabadiliko ya tabia ya nchi yanaathiri afya ya jamii, lakini namna gani tutatumia teknolojia na takwimu informatics kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na dhana hii ya mabadiliko ya tabia nchi kwenye afya, lakini namna gani tutaiandaa jamii, yani climate preparedness, na namna gani tutaiwezesha jamii kuchukua hatua, yani climate action, kupitia hadithi ya makumbusho, hadithi ambayo tuliitunga pamoja na timu ya Hatua kwa Hatua Foundation. Lengo la hii hadithi ni kutoa elimu katika ile dhana ya digital storytelling, kufundisha jamii kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi na afya ya jamii. Mabadiliko ya tabia ya nchi kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani kwa sasa ndio tishio kubwa la afya kuliko kitu kingine chochote duniani kwa sasa, na tuna kila sababu kama wataalamu wa afya ya jamii kuchukua hatua katika kuiandaa jamii na kuiwezesha kuchukua hatua chanya dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na namna yanavyoathiri afya ya watu wetu. So kupitia hadithi hii katika wiki 12 zijazo, yani miezi mitatu, kuanzia weekend inayoanza tarehe 12 wiki ijayo, kila wiki mwisho wa wiki tutakuwa tunakuletea sessions kuhusu namna gani hadithi hii ina connect sasa na kupata ule ujumbe wa kitaalamu wa namna gani mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kuathiri afya. Na kikubwa tutajibu maswali 17. Tutajifunza nini maana ya mabadiliko ya tabia nchi, na hapa kikubwa tutaelewa tofauti ya hali ya hewa lakini na mabadiliko ya tabia nchi. Swala la pili, mwenendo wa mabadiliko ya tabia nchi duniani ukoje? Tunaona kwa mfano mwaka huu matukio mbalimbali yamekuwa yakitokea huko Marekani, world fires, namna gani moto ulivyoteketeza California. Zote zile ni athari ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini kwetu hapa tumeweza kuona kilichotokea kule Hanang, ndugu zetu walipoteza maisha kutokana na ile landslide iliyotokana na mvua kubwa. Zote hizi ni athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini la tatu, tutajifunza kuhusu namna gani ongezeko la joto linaathiri afya. Lakini tutajifunza jambo la 4 ambalo ni nini mahusiano kati ya matukio ya hali ya hewa kali, yani extreme weather events, na afya. Jambo lingine ambalo tutajifunza ni uhusiano kati ya mabadiliko ya tabia ya nchi na usambazaji wa magonjwa ya kuambukiza. Hapa tunaongelea malaria, tunaongelea kipindupindu na magonjwa kadhalika. Tunaona katika nchi yetu pia Tanzania tumekuwa tukipata ongezeko la magonjwa haya hasa kipindi cha mvua. Lakini jambo lingine tutajifunza ni uhusiano kati ya mabadiliko ya tabia ya nchi na magonjwa ya kitropiki yasiyopewa kipaumbele, yani neglected tropical diseases. Itagusia pia masuala ya nyoka wakali, kung'atwa na nyoka, trend ikoje. Lakini kwa namna ya pekee tutaangalia namna gani mabadiliko ya tabia ya nchi yanaathiri afya ya akili. Kwa hiyo tafiti mbalimbali zimefanyika, hata hapa nchini kwetu zimefanyika, zimeonyesha namna gani vipindi vya ukame vinasababisha vijana kupata ongezeko la msongo wa mawazo. Lakini tumeona sehemu mbalimbali duniani mabadiliko ya tabia ya nchi yakisababisha watu kujiua, watu kujinyonga na kadhalika. Na pia tutaona uhusiano kati ya mabadiliko ya tabia ya nchi na kinga ya mwili au magonjwa ya mzio, allergies. Na kwa namna pekee kitu kingine tutajifunza ni mabadiliko ya tabia ya nchi na namna gani yanaathiri afya ya uzazi, lakini afya ya wajawazito, lakini vile vile afya ya watoto. Kwa tutaona namna gani mabadiliko ya tabia ya nchi yanaanza kuathiri kuanzia mfumo wa uzazi, yani mambo ya hedhi na kadhalika, lakini ujauzito kwa ujumla, afya ya watoto tutaweza kugusia kitu hicho pia. Tutaona namna gani mabadiliko ya tabia ya nchi pia yanaathiri usalama na afya mahala pa kazi, yani occupational safety and diseases. Tumeona hata juzi mkoani Shinyanga namna gani wale wachimbaji waliweza kupata ajali ya kufunikwa na machimbo, lakini tutaona namna gani pia inapunguza uzalishaji na kadhalika. Jambo lingine ambalo tutajifunza ni namna gani mabadiliko ya tabia ya nchi yanahusiana na usalama wa chakula, ni food security, lakini na lishe, kwa nutrition. Tutaona pia namna gani mabadiliko ya tabia ya nchi yanasababisha ongezeko la ukatili
ukosefu wa usawa, yani inequalities. Ukatili nikimaanisha gender based violence. Lakini haki za binadamu, kuna hatua mbalimbali za tukachukua kama mtu mmoja mmoja, kama jamii, kama mfumo, kama serikali, kama nchi. Tutaweza kuona ni hatua gani ambazo tunaweza tukazifanya kuweza kuiacha jamii ambayo ni salama kwa ajili ya kizazi cha kesho. Tutajifunza pia athari za ujumla za mabadiliko ya tabia ya nchi kwenye sekta ya afya na nini mchango wa sekta ya afya kwenye kuchangia au kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Of course, session hii itawahusu sana watunga sera, lakini watumishi wa afya kuweza kujifunza hatua zile ambazo tunaweza tukachukua kama sekta ya afya kushiriki moja kwa moja kwenye kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Tutajifunza pia sera mbalimbali za kimataifa ambazo zipo, lakini sera mbalimbali za kitaifa ambazo zipo na zinatuongoza kama nchi, kama dunia. Mikataba mbalimbali, yani agreements, zinatoa ule msingi wa kushirikiana kama dunia. Mabadiliko ya tabia nchi inapaswa iwe ajenda thabiti ya mijadala yote inayohusu afya ya jamii. Sasa I'm so excited to be with you kwenye social media pages zetu HKH_foundation, kwenye TikTok, kwenye Instagram, kwenye YouTube, kwenye LinkedIn. Tunaweza kupatikana even through our website. Kwa hiyo karibuni sana, manake tutatumia hadithi yetu ya kijiji cha makumbusho kwa ajili ya kuweza kufikisha ujumbe huu kwa jamii. Mpaka wakati mwingine, bye bye.